Aha, sasa Bwana Juma, nimekuita hapa kwa ajili ya kukabidhi majukumu mapya. Majukumu haya ambayo alikuwa akiyasimamia Bwana Kwicho. Tumemwona sasa Bwana Kwicho anazembea, ni mzembe, yani tunampa majukumu ya kazi, lakini yeye analeta uzembe kazini. Kwa hiyo majukumu haya tunayatoa kwa Bwana Kwicho, tunakukabidhi wewe. Una lipi la kutuambia? Asante sana mkuu. Mimi tu ni kuahidi kuwa nitafanya majukumu yangu kwa ustadi kabisa. Na nitahakikisha hao wahalifu wanakamatwa na wanapelekwa katika vyombo vya sheria, na nitahakikisha wanahukumiwa, wanapata hukumu yao inaostahiki kabisa mkuu. Wala usijali, hujafanya makosa kunikabidhi mimi haya majukumu. Sitakuangusha mkuu. Aha, basi kama ni hivyo, mimi nikutakie majukumu mema, nikutakie ufanyaji wako wa kazi mzuri ulionyooka. Basi majukumu mema kijana wangu Juma, ila na kuomba tu usije ukaniangusha. Sawa Bwana Juma? Usijali mkuu, usijali kabisa. Nitahakikisha hao wahalifu wanapelekwa katika vyombo vya sheria na wanahukumiwa kutokana na makosa yao ya uhalifu na ya unyang'anyi mkuu. Wala usiwe na shida yoyote mkuu wangu. Nakutakia basi mchana mwema mkuu. Nadhani Bwana Juma ataweza kunipatia heshima na mimi nikapata heshima yangu kwa wakubwa zangu. Kweli. Huyu Bwana Kwicho huyu inaonekana kuna vitu vinamsibu huyu. Ndio maana ufanyaji wake wa kazi umezorota sana huyu. Basi hamna shida. Nadhani Juma atafanya kazi vizuri sana. Nisikilize kijana wangu wa kazi. Nimekuita hapa kwa ajili ya kukwambia kuwa nahitajika sasa hivi muwe makini kidogo. Kwa sababu kuna majukumu mapya mimi nimepewa, na siwezi kujua kwa pengine kuna na mtu mwingine tayari kapewa majukumu haya. Majukumu ya kuweza kuwafuatilia wahalifu, na wahalifu wenyewe ni kina sisi. Mkikamatwa nyinyi na mimi tayari mmeniingiza matatizoni. Kwa hiyo vijana wangu wa kazi, naombeni muwe makini sana. Kwa sababu mkija mkikamatwa, na mimi tayari mmeshaniponza. Kwa hiyo kijana wangu, itabidi umwambie na mwenzako wa ufanyaji wenu wa kazi sasa hivi unahitajika na uwe na umakini zaidi. Basi hakuna shida mkuu. Mimi nimekuelewa sana. Kwa hiyo tutakuwa makini kama ulivyotuambia, na hakuna ujinga wowote ambao tutakuja kufanya ili utakuja kukuingiza wewe katika matatizo mkuu. Mimi nakuomba mkuu wangu usiwe na wasiwasi wowote. Kabisa usiwe na wasiwasi mkuu wangu. Basi sawa, hakuna shida. Hakuna shida yoyote. Na mbona mwenzako simuoni? Ameelekea wapi tena? Au ndo tayari ameenda kwa vitoto vyake? Maana yule anapenda matoto kweli, yule anapenda wabinti wadogo. Basi kijana wangu wa kazi, mimi naomba nikuache kwa sababu nimepewa majukumu ya kuwafuatilia nyinyi, hali ya kuwa mimi mwenyewe ndo mkuu wenu. Sasa mnadhani hapo nani ataweza kumkamata mtu hapo? We subiri tu, wamejichanganya kweli. Ngoja nitawapelekea moto mimi hawa. Kwa hiyo kijana wangu wa kazi, mimi nikutakie tu mchana mwema, ama unasemaje kijana wangu? Hakuna shida mkuu. Nilikuwa tunataka kujua, je, majukumu yetu ya kazi ama kazi mpya tutafanya lini, ama tutapata lini kazi mpya? Kwa sababu ile ya mwanzo uliotupa tayari tumeshakamilisha. Kwa tutasubiri majukumu mapya. Mkuu, nilikuwa nataka kujua hilo tu kuhusu mambo ya majukumu mapya. Kuhusu dili jipya,
nitakupa mrejesho wote, kwa sababu nipo katika kulifuatilia, nipo katika kuliweka sawa. Nikishakaa sawa, nadhani nitawapigia simu na tutakutana katika maeneo yetu tunayokutana kwa ajili ya kulipanga hili jambo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wowote, ila tu kikubwa zaidi na kusihi usije ukafanya upuuzi wowote na upulani na wowote ambao utakusababisha wewe uingie katika mikono ya polisi. Sawa kijana wangu wa kazi? Oho, mimi naona bora nikuache kwa sababu nahitaji kwenda kuchukua ofisi ambayo ni simamia hicho. Oho, kwa hiyo nikutakie tu mchana mwema kijana wangu wa kazi. Habari za saizi mkuu. Nimepata wito nikaambiwa kuwa unanihitaji ofisini kwako, kwa nimekuja kuitikia wito mkuu wangu. Kuna lipi la zaidi ambalo linaloendelea ambalo unahitaji kuniambia mkuu wangu? Lengo la kukuita hapa hicho ni kutaka kukwambia kuwa sasa hivi majukumu yako ya kufuatilia wahalifu tumeavua kwako na tumemkabidhi Bwana Juma. Kwa kuanzia sasa wewe tutakupangia majukumu mapya, ila unatakiwa ukabidhi ofisi kutoka kwako na kumpatia Bwana Juma. Na kuhusu majukumu mapya ya kazi, then tutakutaarifu nini kinatakiwa kufanyika ili upate majukumu mapya ya kazi, na hiyo limetoka kwa wakubwa wangu, sio mimi kama nimepanga. Kwa hiyo Bwana Kwicho unatakiwa ukabidhi ofisi leo hii kwa Bwana Juma kwa ajili ya kuanza yeye majukumu yake ya kuanza kufuatilia wahalifu. Mkuu, ni kweli uvumilivu umewashinda mpaka mmeamua msile mbivu tena mnakula mbichi. Mkuu, mimi sijasema kama nimeshindwa na majukumu yangu ya kazi, bali nyinyi ndio mmeona mimi nimeshindwa. Lakini mkuu, mmenihuzunisha sana kwa sababu nilikuwa nafanya wajibu wangu vizuri sana, na hizi ni mistake tu za kawaida zimetokea mkuu. Kwa hiyo mnanivua katika majukumu haya na kunikabidhi majukumu mengine. Sawa, sina cha kufanya, viongozi ndio wameamua, lakini mkuu, mmenikosea sana. Mimi naomba niondoke mkuu. Nitamkabidhi Bwana Juma ofisi leo hii. Maskini Kwicho anatilisha hadi huruma, lakini mimi sina cha kufanya kwa sababu wakubwa ndo wameamua kumvua haya majukumu. Utanisamehe sana ndugu yangu Kwicho, wewe tu tutakupangia majukumu mapya, tumuache na Bwana Juma naye aoneshe uwezo wake wa kupambana na wahalifu. Oho, habari yako Bwana Kwicho? Nadhani umeshaongea na mkuu tayari. Kwa hiyo mimi ndo kama unavyoniona nimefika hapa kwa ajili ya kunikabidhi ofisi yangu mpya Kwicho. Kwa hiyo naomba uondoke na uniachie kompyuta hiyo na makabrasha hapo, nianze kuanza kufanya kazi iliyonileta, kwa sababu unaonekana wewe ni mvivu ama sijui ndo huyo Biki Dawa ndo anakupelekea moto anakupelekesha. Kwa hiyo Bwana Kwicho, naomba uondoke nianze kutekeleza majukumu yangu ya kazi mimi. Kweli nimeamini rafiki mkia wa fesi, ukiushiriki utakufilisi. Rafiki yangu wewe ni wa kunambia hayo maneno? Tumetoka wapi mimi na wewe? Rafiki yangu wewe wa kunitilia mimi maneno kwa wakuu ili mradi nipokonywe hii nafasi na uchukue wewe? Sawa, hakuna shida, ila pia ukumbuke malipo ni hapa hapa duniani, wahera tunaenda kuhesabiwa tu. Kwa hiyo hakuna shida, mimi nakuachia kila kitu. Endelea kufanya kazi, endelea kufanya majukumu yako, endelea kufanya mambo yako. Asante sana Bwana Juma kwa ulionifanyia. Maisha mema. Kwicho besta kizongojera zako bwana, haya mafumbo kayake kwenye kanga mimi wewe. Mimi mwenyewe nimepangiwa hayo majukumu, sio kama nimetaka. Kwa hiyo wewe Bwana Kwicho, wewe nipishe tu mimi niendelee kufanya kazi zangu. Hayo maneno mimi wala siyahitaji hapa. Sikuja kupata mipasho mimi. Kama unataka kuongea mipasho yako,
naomba uende ukaongeleze mengine, lakini mimi sitaki kusikia hayo mipasho yako Kwicho. Mimi sio kama naongea mipasho Bwana Juma, lakini ni uhalisia wa maisha jinsi ulivyo. Sawa, mimi naondoka. Endelea kufanya kazi zako na majukumu mema ya kazi, na kutakia kila la kheri. Acha mimi nende nikatekeleze majukumu yangu mengine. Allah Allah Allah